Hospitali ya mkoa, nimefurahishwa na taarifa tuliyopewa kwamba wanatumia hospitali yetu ya rufaa wanatumia njia ya kidigitali. Wameondoka kwenye karatasi. Mgonjwa kuanzia anapofika anaenda kwa daktari, anaenda kwenye vipimo, na mfumo kwa mfumo anaelekezwa aende kwenye duka kwa ajili ya kwenda kupokea dawa kule kwenye duka. Hili la hospitali ya rufaa ni jambo jema. Sasa Katibu Tawala wa Mkoa, fuatilia na kwenye hospitali zetu za halmashauri. Nimepita Tanganyika, nimekutana na kasoro, nimepita kule Mpimbwe, nimekutana na kasoro. Habari ya taarifa kwamba tunajitosheleza kwa dawa kwa 90% na zaidi ya 90, halafu kila mwananchi akienda hospitalini anaambiwa dawa akanunue mtaani, hili halikubaliki. Hili ni jambo ambalo linaudhi. Hatuwezi tukawa tumeletewa fedha za kununua dawa na tukaandika tunajitosheleza kwa zaidi ya 90%, alafu kila mgonjwa anaambiwa aende mtaani kununua dawa. Duka lililoko mtaani wanapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi ikapata? Kioski kinapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi ikapata? Kama sio ule ujanja wa yule anayeandika, ndio wamezipeleka dawa kule akakutana nako kule ikiwa biashara yake. Sasa hii nimemtuma kamanda wa TAKUKURU atufanyie uchunguzi kila fedha ilikokwenda, fedha zilizopokelewa, dawa zilizonunuliwa, na dawa hizo zilienda wapi. Mimi nimekulia ndani ya serikali na najua michezo hiyo yote, kwa hiyo mtu asijaribu kudanganya. Najua mianya yote hiyo. Ana duka mengine dogo tu, anatoa wapi dawa ambayo sisi serikali tunakosa? Kama sio hizo serikali tunatangulia kwenye biashara zetu. Nimeipata nyingine kama hiyo ya wapi pale, tunaambiwa eti dawa zilikuwa zimeandikwa majina ya kampuni, ndio maana hatukuona. Mlipopokea mliandikisha nini? Mliandikisha nini? Mlipokea, mmezipokea, mmeagiza dawa na mkapokea. Wakati mnanunua mliandikisha nini? Kama zinaweza zikakaa store mkazisahau kwamba zipo, au mnazificha ili biashara kwenu kule iende. Haya hayakubaliki, na nitachukua hatua nitakapopata taarifa ya uchunguzi ambayo nimeelekeza ifanyike. Lakini nimepita pia kuelekeza, na nitaelekeza na kwenye majumuisho. Tumeletewa mitambo ya kuchimba maji miezi 6 baada ya bajeti. Sitaki kusikia habari shule wanafunzi wanatembea na vidumu kiunoni. Kuhangaika na maji, na mitambo ipo, kila mkoa una mtambo wake. Wekeni budget, wekeni kipaumbele, jazeni mafuta kwenye mitambo, chimbeni maji. Kama maji ya kuchimba yapatikane, mitambo ya mabwawa ipo, kingeni maji. Tunataka watoto wasihangaike maji. Shule ya msingi, shule ya sekondari, maabara, shule, zahanati, vituo vya afya, lakini na vijiji ambavyo bado havina maji. Mitambo rais alishatununulia. Tusichonganishe serikali na wananchi kwa uzembe. Hivyo hivyo
nimesema nikiwa natoka kule, habari ya matundu ya vyoo. Sisi ni nchi ya kwanza Afrika kwa kuwa na reli ndefu. Tumejenga reli ndefu Afrika nzima, hakuna nchi na reli ndefu tena ya kisasa. Ukisasa wake tumelingana na nchi za Ulaya, na kuna nchi za Ulaya tumezizidi, tumeyazidi hata mataifa makubwa. Sasa hatuwezi tukawa na habari ya kwamba kuna shule watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia eti hatuna matundu ya vyoo. Huu ni uzembe ambao haukubaliki. Sasa ninyi hapa natoa tu maelekezo, na miezi 6 baada ya hapo sitaki kusikia habari ya shule haina matundu ya vyoo. Haya mambo tumeendelea tu kuyazoea kuona ni jambo la kawaida. Tunakuwaje na wanafunzi 700, 1000 alafu hawana vyoo? Karne hii tunakuwaje na ujasiri wa kusema kuna wanafunzi wako pale na serikali ipo kwamba hawana vyoo? Tena maeneo mengine ni uzembe tu, wala sio kwamba fedha haipo. Uzembe tu, watu wamezoea hivyo tu, wamezoea matatizo. Nilipita mkoa mmoja, fedha ya kujenga vyoo imeshapelekwa mwaka mmoja mzima hawajajenga vyoo, na fedha ipo na watoto wanapanga foleni, na wanataka tuwaambie kwa lugha ya staha kwamba hili mmekosea. Nikamwambia mkuu wa mkoa, kama hiyo shule iko karibu, wapeleke wanafunzi wote wale wao wanajisaidia kwa mkurugenzi na kwa afisa elimu. Hatuwezi tukaanza kuweka staha kwenye uzembe, uvivu, hujuma. Serikali nzima tuonekane wahovyo. Fedha rais ameshapeleka, watu hawachimbi vyoo kwa ajili ya wanafunzi. Sasa nimesikia na lingine hapa, nitumie jukwaa la hapa kuelekeza na mikoa mingine. Habari ya shule kukosa madawati. Tunawekaje bajeti za kununua magari ya nyongeza na watoto wanakaa chini? Tunaachaje watoto wakae chini? Hata mkoa wenye mbao watoto wakae chini. Katibu tawala, ongea na wataalamu wako, wakurugenzi wa kila halmashauri, fanyeni sensa, madawati yanatakiwa mangapi. Nataka hili na lenyewe liishe. Hii habari ya kwamba kuna shule watoto wanakaa chini, kuna shule haina madawati, hili na lenyewe nitakaporudi kukagua, kufuatilia maelekezo niliyoyatoa, sitaki kuja kusikia kuna shule haina madawati. Wiki ijayo mnaanza kuwasilisha bajeti za mikoa. Sitaki kusikia habari ya matundu ya vyoo, sitaki kusikia habari ya watoto wanakaa chini. Pangeni upya vipaumbele vyenu, tuhakikishe haya mambo ya msingi tunayamaliza. Mheshimiwa Rais ametujengea madarasa mazuri ya kisasa mpaka vijijini. Ndugu zangu wa kwetu kule Sukumani kule, wa kwetu kule wamekuwa wakipita kwenye yale madarasa kwa sababu yamejengwa yana vioo. Wanasema nani ngono bikolele chanishi, kumbe ni yeye amejiona kwenye kioo. Darasa lina kioo. Alafu ndio watoto waingie wakae chini. Tumeshajenga jengo bora la thamani kubwa, alafu ndio watoto wakae chini.
ni mambo ambayo hayakubaliki. Pangeni upya bajeti zenu, tuna mapato ya ndani, tafuteni mafundi watengeneze madawati ya kutosha, watoto wote wakae kwenye madawati.